Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Jumatano ya Majivu tunapoanza kipindi cha Kwaresma. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Yoeli sura ya 2 aya 12 hadi 18. Somo la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 20 hadi sura ya 6 aya ya 2. Injili ni ya Mathayo sura ya 6 aya ya 1 hadi 6 na aya ya 16 hadi 18. Ndugu zangu, tunaanza kipindi muhimu cha kututakasa cha Kwaresma tukipakwa majivu kila Jumatano ya Majivu. Ni ishara ya toba na unyenyekevu. Tukitumia vizuri siku 40 za Kwaresma, tutajaliwa mapinduzi ya kiroho na mabadiliko ya hali yetu ya ndani. Kila siku kanisa letu linatuandalia neno la Bwana ili mawazo yetu, maneno yetu na matendo yetu yaendane na maagizo ya Mungu. Tunajaliwa neema tele zinazotuwezesha upya kutimiza wajibu wetu kama Wakristo, kumpenda Bwana wetu, kumtumikia, kushuhudia imani yetu, kupenda na kujenga kanisa letu na kuwapenda zaidi ndugu zetu katika Kristo. Tunaposhindwa kutimiza wajibu wetu, tunapotenda dhambi, Mungu wetu yuko daima tayari kutusamehe iwapo tunajuta dhambi zetu, iwapo tunafanya toba na iwapo tunapokea sakramenti ya kitubio, bila kusahau kufanya malipizi ya kufidia uharibifu unaosababishwa na dhambi zetu. Kwa hiyo, Kwaresma inatupatia kwa mara nyingine wakati uliokubalika ili tuache kabisa tabia mbovu zetu na kupatanishwa na Mungu na kupatana na wenzetu. Injili inatusimulia nguzo 3 muhimu zinazotusaidia kupatana na Mungu. Nguzo ya kwanza ni sala. Tunapaswa kuongeza muda wa kusali na kuboresha namna ya kusali. Sala zetu zitoke moyoni na zitupatanishe na Mungu na zitusaidie kubadili roho zetu ili tutakasike. Sala zetu pia zitupeleke kupatana na wenzetu. Nguzo ya pili ni kufunga. Wengi wamezoea kufunga chakula na vinywaji, lakini zaidi ya vyakula na vinywaji, tujitahidi pia kufunga maneno matupu. Maneno yenye kusingizia chuki tuyafunge. Maneno ya kuchafua wengine huku tukiwa tunaalikwa kuwashauri na kuwaombea, maneno ya kuwachafua tuyafunge. Zaidi ya kufunga maneno mabaya, tufunge pia starehe za kupindukia. Tufunge pia mambo ya uzururaji na kufunga pia njia zinazopeleka kwenye dhambi. Kitu kingine cha kufunga ni kufunga
baadhi ya kazi, ingawa kiukweli kazi ni nzuri, lakini wakati mwingine ni vizuri kuzipunguza ili tupate pia muda wa kazi za kanisa, muda wa kukutana na wengine kwenye jumuiya, muda wa kufuata mafundisho ya Ijumaa, muda wa kuhudhuria vyama vyetu vya kitume, muda wa kufanya utume, muda wa kufanya usafi wa kanisa, muda wa kuhudhuria vikao au semina, bila kusahau muda wa kuwatembelea wenye shida mbalimbali. Hivyo inatudai wakati mwingine kupunguza baadhi ya kazi, na sio kwamba kazi ni mbaya, lakini tukapata na muda wa kazi zinazoendana na imani yetu. Maana mara nyingi wengi wanazuiliwa na shughuli za kidunia mpaka wanakosa muda wa kuhudhuria mambo ya kiroho. Kwa hiyo mambo ya kufunga ni mengi. Nguzo ya 3 ni kutoa msaada, kufunga chakula au nguzo ya 3 ni kutoa msaada. Hiyo ni nguzo ya 3 ambayo tunaambiwa na Injili ya Jumatano ya Majivu, yaani kusaidia, kutoa sadaka. Nguzo ya 3, kutoa msaada au kutoa sadaka. Maana tunapofunga chakula au vinywaji au tukafunga starehe mbalimbali, hayo tukiyafanya yanatusaidia kupata kitu cha kutowea msaada au cha kutowea sadaka au cha kusaidia maskini au wahitaji mbalimbali. Rejea utangulizi wa 3 wa Kwaresma. Mfungo wa kimwili pia unazuia vilema vyetu, unainua roho zetu, unatujalia fadhila na thawabu. Rejea utangulizi wa 4 wa Kwaresma. Zaidi ya hizo nguzo 3, katika kipindi cha Kwaresma, tujitahidi sana kusikiliza au kusoma neno la Bwana, kutenda matendo mengi ya huruma kama vile kuwatembelea wagonjwa, wazee, maskini, yatima, waliofiwa, walioibiwa, waliokumbwa na matatizo mbalimbali, wafungwa, kuwashauri pia wakosefu, hayo ni matendo ya huruma kiroho, kuwaelimisha walio gizani, maana yake kuwafundisha wasiojua, na kuvumilia na kuwasamehe wanaotusumbua. Hayo yote ni matendo ya huruma kiroho, bila kusahau kuwaombea wenzetu walio hai wenye matatizo ya kiroho au ya kimwili, kuwaombea pia, bila kusahau na kuwaombea marehemu. Hayo yote yanatusaidia kumrudia Mungu wetu na kupatana naye na kupatana na wenzetu. Na ujumbe wa Kwaresma wa mwaka huu kutoka kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania una kichwa cha habari kinachosema, ndugu, musichoke kutenda mema. Rejea waraka wa 2 wa Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 3 aya ya 13. Tukumbuke kwamba Injili ya Jumatano ya Majivu inatushauri kutenda mema yote bila kujidai, bila kutafuta kusifiwa na wanadamu. Baba yetu aonaye yote sirini ndiye atakaye tupatia thawabu.
Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki na nawatakieni Kwaresma njema.